Asema ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ardi, sikuwashirikisha wao kuumbwa kwa mbingu wala ardhi, watu, majini wala malaika, hakuwashirikisha. Wala khalqa anfusihim, wala kuumbwa kwa nafsi zao, sikuwashirikisha. Wama kuntu muttakhidha almudillina aduda, na wala sikuwa ni mwenye kuwafanya wenye kupotea kuwa ni msaada wale makafiri. Mwenyezi Mungu anasema sikuwafanya kuwa ni wale wenye kupotea kuwa ni wasaidizi. Wa yauma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum, na ikumbuke siku ambayo yaqulu, atakaposema Allah kuambia wale ambao wamedhulumu nafsi zao, nadu shurakai alladhina za'amtum, haya sasa waiteni wale niliowashirikisha. Nadu shurakai alladhina za'amtum fada'awhum, wataitwa, falam yastajibu lahum, na wala hawatowaitika wale wanaoabudu kinyume na Mwenyezi Mungu. Siku ya kiyama wataambiwa, haya waiteni wale waungu wenu sasa waje wawasaidie. Watawaita lakini hawatowaitika. Waja'alna bainahum maubika, na tumejawalia kati yao maangamizi, wao walioabudiwa na hao walioabudu wote wameangamia. Maubika asema wadi ya mfinari, hilo ni jangwa katika moto. Kwa hiyo waja'alna bainahum maubika, na tumewajalia kati yao maangamivu katika moto, hakuna wa kumsaidia mwenzie. Wara almujrimuna an-nara, na watauona watu waovu moto. Fadhannu annahum muwaqi'uha, na wadhanie kwamba wao ni wenye kuingia bila ya shaka. Walam yajidu anha masrifa, na wala hawatopata kuepukana na huo moto mahala pa kukimbilia. Anasema kule kwenye ile Al-Qari'atu, la tarawunna al-jahim, watauona moto. Thumma la tarawunnaha 'aina al-yaqin, kisha watauona kwa jicho la yakini. Thumma la tarawunnaha 'aina al-yaqin, kisha watauona kwa jicho la yakini. Yani utauona ukiwa na akili zako timamu, kwa jicho lako kabisa, yani huoti, unaona kabisa kwa macho ya yakini kabisa, na anajua kabisa moto huo tunauingia bila shaka yoyote. Walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathalin, na hakika sarrafna asema bayanna, hakika tumeweka wazi, fi hadha alqur'an, katika hii Qur'ani, linnasi, kwa watu, min kulli mathali, kwa kila jambo. Anasema minal wa'di wal wa'idi, tumeweka wazi kila kitu, makemeo na ahadi kwa watu wema, zote ziko wazi katika Qur'an. Likai yata'idhu fayu'minu, tumeweka wazi ili wapate kuwaidhika na waamini katika hii Qur'ani. Allah anasema wakana al-insanu, lakini amekuwa mwanadamu, akthara shay'in jadala, ni mwingi wa kujadiliana katika mambo, anauliza sana na hoji, yani kwa kule kutokuamini. Hawa waliozungumzwa hapa ni makafiri. Akthara shay'in jadala fil batili, ama na wala hakuwazuia watu kuamini. Idh ja'ahumul huda, pindi ulipowajia uongofu. Wayastaghfiru rabbahum, na kumtaka msamaha Mola wao, watu hawakuzuiliwa. Illa an ya'tiyahum sunnatul awwalin, isipokuwa wao watu walitaka kuletewa mwenendo kama wa watu waliopita. Au ya'tiyahumul adhabu qubula, au kuwaletea wao adhabu mbele zao.
Au tena walisema kama wewe ni mtume, mwambie Mungu wako atuadhibu hapa hapa duniani. Walifikia kusema hivyo. Kuna umati huko zilighadikishwa. Tunasikia Nabii Nuhu watu wake waliangamizwa, Nabii Lutu, Nabii Swaleh. Sasa na wewe mwambie huyo Mungu wako atuletee adhabu hapa hapa tuone kama kweli. Wama nursilul mursalin, na wala hatukuwapeleka mitume illa mubashirin, isipokuwa wakawape bishara njema waumini, bil janna, habari ya pepo, wa mundhirin, na wakawaonye watu anin nari, kutokana na moto, alkafirina au makafiri. Wayujadilu alladhina kafaru, na wakajadiliane ama wakashindane, yukhasib alladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, wale wanao kanusha kitabu, bil batil, kwa kufanya batil, yani kumshirikisha Mwenyezi Mungu, liyudhidhu bihil haqq, ili waibatilishe ile batili kuwa haki. Ina maana wawaingize katika haki. Hiyo ndio kazi ya mitume. Watakhadhu ayati, na wale wenye kuzifanya aya zetu, wa rusuli, watakhadhu ayati, na wale wenye kuzifanya aya zetu, wama undhiru huzwa, wama undhiru, na yale ambayo wanayoonywa, huzwa, kuyafanyia mzaha. Kuna kipengele katika suratul Ra'd, Mtume Muhammad huyu sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa mfalme mmoja hivi kumuhusia kuhusiana na dini ya haki. Anamwambia acha kuabudu masanamu, maabudu Mungu mmoja. Yule bwana akasema kwa mzaha kabisa, kwa Allah, anauliza nani Mwenyezi Mungu? Amin dhahabi, huyo Mungu katengenezwa na dhahabu, au fidha, am nuhasi, au katengenezwa na fedha huyo Mungu wako, au katengenezwa na shaba. Fanazala bihi swa'iq, mtu yule ikamshukia kuwa wanasema ni radi, ile risasi inayotoka katika radi. Basi fadhahabat biqihi fi ra'sihi, ikaondosha ili fuvu la kichwa chake pale pale. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi ya mitume, ni kuja kuwaonya watu kama hao. Allah anaendelea kusema, waman adlam mimman dhukira biayati rabbih fa'arada anha, ni nani mwenye kudhulumu zaidi nafsi yake? Yani kama kuna mwenye kudhulumu nafsi yake zaidi, basi ni huyu. Mimman, nani mwenye kudhulumu nafsi yake kuliko yule ambaye dhukira biayati rabbih, zimetajwa aya za Mola wake, fa'arada anha, kisha akazipuuza. Wanasiya ma qaddamat yadahu, kisha akayasahau yale ambayo yametanguliza mikono yake katika maasi. Hao ndio wenye kudhulumu nafsi zao zaidi. Inatajwa aya za Mwenyezi Mungu, basi anazipuuza hata kama hakusema. Nao wapo mpaka kesho, wakiambiwa maneno ya Mwenyezi Mungu wanayapuuza. Inna ja'alna ala qulubihim akinna, Allah anasema hao tumeweka katika nyoyo zao vifuniko. Kadri utakavyosoma aya hawawezi kuamini. An yafqahuhu, kutokana na kuzifahamu aya za Mwenyezi Mungu, hawafahamu kitu hapo. Wa fi adhanihim waqara, na katika masikio yao tumeweka uzio, yani kuna vizuizi. Kwenye suratul Baqara akasema summu bukumun umyun fahum la yarjiun, hao ni vipofu, viziwi, ni mabubu, hawasikii haki wala hawaoni haki wala hawawezi kutamka haki. Wa in tad'uhum ila alhuda, na hata ukiwalingania katika uongofu, falan yahtadu idhan abada, kamwe hawataongoka milele. Kuna mahala unafika Mwenyezi Mungu kutokana na ugumu wa moyo wako, basi na yeye anakuongezea, anakupiga muhuri kabisa. Lakini kuna mahala unafika katika wema, kutokana na kuongoka kwako, basi Mungu anakupiga muhuri vile vile. Wewe tena sheitani hakuwezi tena.
Kwa hiyo wako watu wao wameshawekewa kidoti, utasema mpaka utasema tena, hawatakusikia. Lakini kwa wale wenye kurejea, kuna watu wanafanya maasi lakini wanamjua Mwenyezi Mungu. Hii nao ni kundi jingine hii. Utamkuta ni fuska, utamkuta anafanya kufuru, lakini anajua Mungu yupo. Huyo ni mtu mwingine, na anaamini iko siku moja huenda ikatokea rehema ya Mwenyezi Mungu akabadilika. Kwa hiyo Mungu anasema katika aya inayofuata, wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma, Mola wako ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Tulisema mwanzo wa sura, bismillahi ar-rahmani, ar-rahmani mwingi wa rehema. Rehema zinawaenea makafiri, washirikina, waumini, wasiokuwa na dini, wote rehema za Mwenyezi Mungu zifanyaje? Zinawaenea, kwa sababu kila mtu anapumua, kila mtu apata riziki, kila mtu apata maisha, zile ndio rehema. Kwa hiyo Rabbu ni dhur rahma, ni mwingi wa rehema. Ila ar-rahim ndio inabagua kwa wale waumini. Kwa hiyo Rabbuka al-ghafuru dhur rahma, Mola wako ni mwingi wa kusamehe, ukitaka kurejea hata umefanya yapi atakusamehe. Dhur rahma ni mwingi wa rehema. Asema lau yuakhidhuhum bima kasabu, lau angeliwachukulia wao waliokufuru, bima kasabu, kwa yale walioyachuma, la ajjala lahumul adhab, basi angewafanyia haraka kuadhibu. Laiti angelikuwa anawapatiliza kwa kule kuasi kwao akawaadhibu, basi kwa hayo walioyafanya angeshawaadhibu. Lakini ballahum maw'idun, yeye Mwenyezi Mungu anacho kiaga kwa wale wenye kumwasi, yani kiyama kipo, moto upo. La yajidu min dunihi maw'ila, hawatopata kinyume na hayo maw'id, na hiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu, maw'ila, mahala pa kukimbilia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawasubirisha watu, anawasubiri, anajua utahangaika, mwisho utakufa, lakini utakwenda tu katika mahala ambapo atakupata, hana haraka na wewe. Mbali na vitongoji ambavyo vimeangamizwa huko katika umma za nyuma, watilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu, vitongoji hivyo vilivyopita huko, watilka alqura, vitongoji vilivyopita hivyo, ahlaknahum, hivyo tuliviangamiza, lamma dhalamu, zamani walipodhulumu nafsi zao, yani walipokufuru. Waja'alna limahalikihim, tumefanya kwa kule kuangamia kwao, mau'ida, kuwa ni kiaga na mazingatio kwa sisi ambao tuko leo hapa. Habari hizi za kuonywa na kupewa bishara ya pepo tunakomea nazo hapa kwanza. Anasema hapa shekhe, thumma dhakara kisatu Musa ma al-Khidri, wa kana Musa waqa fi qalbihi an laysa fil ardi ahadun a'lamu minni. Kisa kinachokuja ni kile kisa cha Musa na Khidri katika aya ya 60 hapo. Hapa utangulizi wake unasema hivi: siku Musa alikuwa anayakini katika moyo wake kwamba hakuna mtu mjuzi kuliko yeye. Kwa hiyo kwa kile ambacho amepewa, alikuwa kuna muda anaona kwamba hakuna mtu mwenye elimu kuliko yeye. Kwa hiyo Musa akaambiwa ni Mwenyezi Mungu, nitakukutanisha na mja wangu mmoja tu, anaitwa Khidri. Huyo ana ilmu kuliko wewe. Nenda mpaka sehemu fulani, kifika hapo utamkuta huyo mja wetu, utasoma kwake.